akizaa mwingine mtoto. Tufuate kibibilia. Abrahamu anazaa mtoto anamuita nani? Isaka. Isaka kazala Yakobo na Esau. Inafika mpaka kipindi Musa anazalika, mpaka mkile kizazi cha Walawi. Biblia nasema ni mie Mungu wa baba yenu Abrahamu. Amen. Baisraeli bote mpaka leo baba yao ni nani? Abrahamu. Sababu yeye ndio kambo yao. Hata kama bazalani mpaka mwisho wa dunia ni watoto wa nani? Abrahamu. Sasa wewe vile unafanya na wazee mambo teketeke, mtoto anamsamehe, anafanya hivi. Au yenda kumvunjia madhabahu, kitakukuta hata unakuwa mzee. Utakuwa na sambaka bisango wenyewe yasikia kama dunia. Unaona mtoto yako kafanya kitendo kia ajabu duniani, kavunja ile madhabahu, kisinitese kesho kutwa. Wote unamsamehe tu, nasi mkizazi ni mtoto wetu, umsamehe wewe, dunia iweze kumsamehe. Itamunyosha kesho. Pigia Yesu makofi. Ila tunashatoa vantage ya kufanya bidii. Kumbe maneno yote tuko napitia leo, kesho inakuwa makubwa zaidi. Fanya kizuri, kesho kitakuzalia kizuri zaidi. Fanya kibaya, kitakuzalia kibaya zaidi. Ndio maana ita madhabahu ya shetani. Shetani anaweza iko natafuta aharibishe kizazi, hata kwa kubaua wote. Kingine analeta tu tabia fulani, analeta roho fulani, inaingia. Mwanzilishi ni mtu mmoja peke yake. Leo tuko nasema benye balianzisha Adamu na Eva barakula tunda, bakazala watoto, mtoto wa kwanza bakazala wa pili, mmoja kaua mwingine, damu ikamwangika. Basi ile kazi ya kumwanga damu ikaanza kudunia. Amen. Pale kesho kutwa haitaishi, kwa sababu hawakuvunjaka ile madhabahu. Hii mafundisho Adamu hakufundishwaka. Bengemwambia hivi mtoto wako mkubwa na mdogo yake, afadhali uvunje madhabahu ya kumwanga kwa damu. Kama leo mauacha mtu kuua mwenzake saa nyama hainako. Amen. Kwa sababu alikiacha kile kitu, basi watoto yangu, basi nitafanya je? Watoto yako anaitika tena, anaacha kuzala kipande, akazala mtoto tena seti. Kizazi kikaendelea kuuana. Mtoto yako anafanya kitu kibaya. Ndio maana wanasema kumwadhibu mtoto sio vibaya. Kumupinira mtoto kingine ni kumtosha ile nguvu, kumtosha ile roho. Au kwa mfano, mtoto anafanya tendo mbaya, anatukana baba yake au anapiga baba yake. Baba yake kimsamehe bila kumpashia malipizi, ule mtoto anabakia na ule mzigo mpaka Yesu akue amshushe. Hata baba mpinira, mwambie tafuta kitu fulani ukuye unilipe, ile iko bora. Ule mtoto anafanya nini? Anasafishwa. Ana masuala kama mwaka tu, umwache tu, kile kitu kitamramba. Haleluya. Amen. Amen. Madhabahu ilikuwa inafanya, Daudi aliona ni bujanja, akawaoa tu kubeba chini, natembea tu wake yule etashi yake, kuangalia chini mpango mwingine ya maskini ndio ndio kama hii nani upisini, anachungulia uleta yule mwanamke anabeba. Ilifika mtoto yake akafanya mambo mabaya, mpaka akatoka msingi wa Mungu, anaenda kuabudu mizimu. Na akajenga madhabahu isiyo ya Mungu, na ilikuwa ni kizila. Mtawala wa ufalme wa Israeli akaabudu miungu isiyo ya Israeli. Tusome andiko mpaka ile erwa. Kama kufanikiwa anatokana mpaka Mungu. Anaweza yeye hatawahi kushika maagizo mnafanya. Tujenge madhabahu, hajenge. Tufanye kifulani, hana mkifanya. Kimkute uone mlilio msakalia. Mwana mfike pakilio pale, mwana tabizara. Tunaenda tunasoma. Marudilia mwenyewe alikuwa pamoja na ile ya 12
Eliya akampita, akatupa vazi lake juu yake, naye aliacha ng'ombe akamfuata Eliya. Ndiyo akasema, unipe ruhusa, ninakuomba nimbusu baba yangu na mama yangu, kisha nitakufuata. Akamwambia, Roti, ni nini ambalo nilikutendea?